Tuna mpango mkakati kama wilaya kuhakikisha maeneo yote ya wilaya Monduli, na hili zoezi lilianza tangu tarehe 17 ambayo ilikuwa siku ya Jumatano. Tulianzia eneo Makuyuni, tukawa tumesogea barabara kuu, leo tumekuja Meserani, tumesogea mpaka tunakaribia Kisongo kule, kuhakikisha maeneo yote ambayo yako pembeni ya barabara ambazo taka zimekuwa zimezagaa. Tunavyoona njia hii ni barabara kuu ambayo magari, mabasi ya abiria yanapita, na taka nyingi tulivyokuwa tunaangalia kwa haraka zinasababishwa na wenzetu wa mabasi au magari ya abiria yale ambao wanakuwa wanatupa takataka ovyo. Kwa hiyo tuna mpango kama serikali wa kuhakikisha kwamba eneo hili kutakuwa na zile sheria zetu ndogo ndogo ambazo zitakuwa zinazuia watu kutupa takataka ovyo. Lakini hata kama ni maeneo ya biashara, kama hapa tulipo ni eneo la soko, naona kina mama wanafanya biashara za mboga na bidhaa nyingine, tumewapa elimu. Lakini pia vivyo tumesema tumemtoa maelekezo kwa watendaji wote wa kata, lakini maafisa tarafa, lakini na wenzetu wa mazingira kusimamia taratibu zilikuwa zimewekwa na serikali za kuhakikisha maeneo yao yanakuwa safi. Lakini vile wananchi wanapokuwa wanakusanya takataka zile, wenzetu wa halmashauri tumeshatoa maelekezo takataka hizo ziwekewe utaratibu wa kukusanywa na kuweza kupelekwa dampo. Lakini tunashukuru wenzetu wa taasisi ya Cape Town kwa maana kwamba pamoja na takataka hizi kuweza kukusanywa, hazitaachwa kiholela, zitachukuliwa lakini zitapelekwa kwa ajili ya kufanyiwa recycling ili ziweze kutumika katika matumizi mengine ya kisasa. Kwa hiyo kwa sisi wilaya Monduli tumejipanga vizuri, kama mnavyojua tuna maelekezo ambayo tumepokea kutoka ofisi ya mkuu wa mkoa ya kuhakikisha kwamba tunajipanga kwa eneo lote hili la hii barabara kuu, kwa kuwa kuanzia mwezi Oktoba tunategemea kuwa na mkutano mkuu wa mabunge duniani inaitwa IPU. Lakini vile kama unavyojua mwakani tunakuwa na AFCON. Kwa hiyo lazima sisi kama serikali kwa kushirikiana na wadau tuhakikishe maeneo yote haya yanakuwa ni mazingira safi, ili hata wageni baada ya kutoka kwenye hizo shughuli kama ni kuangalia mpira au kwenye huo mkutano, manake watatembelea mbuga zetu. Na hapa kama unavyojua tuna hifadhi ya Makuyuni Wildlife Park iko karibu tu hapa, lakini pia tunayo Manyara, hifadhi ya Ziwa Manyara, lakini pia tuna Tarangire, lakini pia hata ukienda kule Serengeti pia ni njia, lakini hata Ngorongoro alikadhalika. Maanake wageni wote watapita barabara hii. Kwa hiyo sisi watu wa Monduli, naomba nitumie fursa hii kutoa wito kwa wananchi wote wa wilaya Monduli, hasa ambao wanakaa kwenye pembeni ya barabara hii. Na huu usafi wa mazingira tumesema huo ni utamaduni wa wananchi, wasihitaji mpaka serikali iwatumie nguvu kuwahimiza kufanya usafi. Na wale wachache ambao watakuwa wanatupa taka kwa makusudi au wanakiuka maelekezo ya serikali, basi mtaanza kuona hatua kwa mujibu wa sheria zinakuwa zinachukuliwa dhidi ya wale wachache watakuwa wanatupa taka kwa makusudi, kama mnavyoona wenzetu wa majirani hapa wa Moshi wanavyowadhibiti wale wachache wanaotupa taka. Kwa Monduli tumejipanga na mtakuja kuona ni namna gani tunavyokuwa tunadhibiti uchafuaji wa mazingira katika barabara hii kuu. Kwanza kabisa tunashukuru uongozi wa wilaya kwa jinsi ambavyo wamepokea hili jambo na ushirikiano waliotuonyesha katika kukamilisha hizi siku 4 za zoezi la kukusanya uchafu kuanzia Makuyuni karibu kilomita 60-70. Imekuwa ni zoezi zuri sana, na kikubwa kilichotokea, hamasa imekuwa kubwa sana katika vijiji mbalimbali. Wananchi walivyotuona tuko barabarani tunaokota uchafu, walitoka tukaokota nao. Kwa hiyo imetutia moyo sana, lakini nimefurahi mgeni rasmi amesema hivi, sasa unaingia wilaya ya Monduli. Yaani maana yake Monduli inaenda kuwa tofauti. Kuna sehemu nyingine sasa unaingia mkoa fulani. Sasa Monduli inaenda kuwa mfano wa usafi katika nchi ya Tanzania. Lakini lingine, sisi Cape to Cairo malengo yetu makubwa ni mawili. Utalii unaowajibika ndio tunahamasisha, lakini uhifadhi endelevu hasa kwenye kutunza mazingira. Na ndio maana tumekusanyika na wadau wa TAWA, Tanzania Wildlife Authority, pamoja na Okota, pamoja na Ecolodge, Masai Boma, pale Makuyuni, shule ya Tumaini na wengine wengi sana. Kwa kweli tumeona juhudi binafsi, na wazungu wanasema kuna appetite ya kuona haya maeneo yetu ni masafi. Kila unayemgusia anaona kabisa kuna namna inatakiwa kufanyika ili kufanya yawe masafi. Tunaenda AFCON. AFCON sio mwaka kesho. Leo hii tayari ni AFCON. Kwa sababu tayari kuna watu wameanza kupata hiyo hamu ya kuja, wameanza kuandaa safari, wameanza kukata tiketi za ndege. Tayari tuanze kuambia kwamba hii eneo letu hili ni safi. Na hizi juhudi lazima zianze mapema. Na hii itatusaidia kubadilisha utamaduni wetu wa utunzaji wa mazingira. Tunataka nchi yetu tuhamasishe kwa kuungana na serikali ili tuwe na eneo ambalo kwa kweli linavutia na uhifadhi na utalii unaowajibika. Tuna kampeni ya kuhakikisha mazao mapya ya utalii
yanaanza kufahamika kabla ya AFCON haijafika. Kwa hiyo mtu anakuwa nje ya nchi akitamani kuja Tanzania, anajua sio tu kuja tu kuangalia wanyamapori, lakini anaona mambo ya heritage, mambo ya geotourism, mambo ya sports tourism na mengine mengi. Kwa hiyo tunatamani sana dunia ione Tanzania sio tu kwenye wanyamapori, lakini iangalie Tanzania kwa namna mpya ya mazao mapya ya utalii. TAWA tumejipanga kuhusu udhibiti wa taka katika maeneo haya ya barabara. Tumejipanga kuihamasisha kuweka vifaa ambavyo vitaweza kudhibiti taka. Badala ya kutupa taka hovyo, taka hizo ziweze kuhifadhiwa katika maeneo maalum ambako baadaye vifaa hivyo, taka hizo zitaweza kuchukuliwa kwa ajili ya kupelekwa kuhifadhiwa katika maeneo maalum yaliyotengwa na serikali. Tunapochafua mazingira, tunachafua uasili wa mazingira, lakini pia tunaweza tukasababisha athari kwa wanyamapori, ambao wanyamapori TAWA tunawahifadhi kwa ajili ya kupata pato ambalo litaisaidia kuinua uchumi wa nchi na kwa mwananchi mmoja mmoja. Tunaona kwamba kupitia utalii tunapata fedha. Fedha hizo zinatumika katika kusaidia maisha ya kijamii ya wananchi. Tutakapodhibiti taka, pato la nchi litaongezeka kupitia utalii.